Karibu sana kwenye mwongozo wetu wa kina kuhusu jinsi ya kuboresha uwezo wako wa kuzaa ndani ya wiki 4 tu, kupitia mabadiliko rahisi na yenye ufanisi katika lishe yako ya kila siku. Tutachunguza jinsi vyakula unavyokula vinaweza kuathiri afya yako ya uzazi. Lishe bora ina jukumu muhimu sana katika afya ya uzazi, ikiboresha usawa wa homoni muhimu kwa uzazi, na pia inaimarisha afya ya seli za uzazi, yaani mayai na mbegu za kiume. Hii inajenga mazingira mazuri kwa mimba kutungwa na kukua. Ulaji wa vyakula vyenye virutubisho vingi kama vile vitamini, madini na antioxidants unaweza kuimarisha utendaji wa mfumo wako wa uzazi kwa ujumla, na hivyo kuongeza uwezekano wa kupata ujauzito. Hebu sasa tuangalie kwa undani zaidi baadhi ya vyakula muhimu ambavyo vinaweza kuboresha kwa kiasi kikubwa uwezo wako wa kuzaa, tukianza na makundi mbalimbali ya vyakula. Mboga za majani kama vile mchicha, kale na brokoli ni muhimu sana kwa afya ya uzazi. Zimejaa virutubisho muhimu vinavyosaidia kazi za uzazi kwa wanawake na wanaume. Zina vitamini muhimu kama folate ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa tube ya neural ya mtoto wakati wa ujauzito wa mapema, na chuma ambacho ni muhimu kwa afya ya damu na uzazi. Folate pia inasaidia afya ya mbegu za kiume. Folate husaidia katika uzalishaji na utendaji wa seli nyekundu za damu, hasa katika spermatogenesis, mchakato wa kutengeneza mbegu za kiume. Hivyo, ulaji wa kutosha wa folate ni muhimu kwa ubora wa manii. Mafuta yenye afya, hasa mafuta ya monounsaturated, ni muhimu sana kwa uzalishaji na udhibiti wa homoni za uzazi. Homoni hizi ni muhimu kwa mzunguko wa hedhi na ovulation kwa wanawake, na uzalishaji wa testosterone kwa wanaume. Vyanzo bora vya mafuta haya ni pamoja na parachichi, karanga kama lozi na walnuts, pamoja na mbegu kama chia na flaxseeds. Vyakula hivi vinatoa nishati na virutubisho muhimu. Parachichi pia ni chanzo kizuri sana cha vitamini A, ambayo inahusishwa na uboreshaji wa uzazi kwa wanaume na wanawake, ikisaidia kulinda seli za uzazi kutokana na uharibifu. Protini ni muhimu kwa afya ya uzazi kwa ujumla, kwani asidi ya amino inayopatikana kwenye protini husaidia kujenga tishu mpya na kuruhusu seli kufanya kazi vizuri, ikiwemo seli za uzazi. Vyanzo bora vya protini ni pamoja na samaki, maharagwe, dengu, mayai na nyama konda. Vyakula hivi vinatoa protini kamili na virutubisho vingine muhimu. Mayai yana vitamini D, muhimu kwa ovulation sahihi na upandikizaji kwa wanawake, na pia huboresha ubora wa manii kwa wanaume. Vitamini D pia inasaidia kudhibiti viwango vya homoni. Matunda yenye antioxidants kama vile berries yamejaa virutubisho vinavyopambana na radicals huru mwilini. Radicals huru zinaweza kuharibu seli na kuathiri afya ya uzazi. Antioxidants hizi husaidia kupunguza mkazo wa oksidi ambao unaweza kuharibu mayai na manii, na hivyo kuathiri uwezo wa kuzaa. Ulaji wa kutosha wa antioxidants ni muhimu. Matunda ya machungwa, berries na kiwi ni nzuri kwa sababu yana vitamini C na antioxidants nyingi. Vitamini C inasaidia afya ya mfumo wa kinga na uzazi. Kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana kwa afya ya uzazi. Maji ni muhimu kwa kazi nyingi za mwili, ikiwemo zile zinazohusiana na uzazi. Maji husaidia kusafirisha virutubisho muhimu kwenda kwenye seli za uzazi, kuondoa uchafu na sumu mwilini, na kudumisha mazingira mazuri kwa mimba kutungwa na kukua. Inashauriwa kunywa lita 1.5 ya maji safi na salama kwa siku, au glasi 8 za maji. Hii inahakikisha mwili wako unafanya kazi vizuri na unakuwa na maji ya kutosha. Folate ni muhimu kwa uzalishaji na utendaji wa seli nyekundu za damu, hasa katika spermatogenesis, mchakato wa kutengeneza mbegu za kiume. Hivyo, ni muhimu kwa afya ya uzazi wa wanaume. Viwango vya chini vya folate vinaweza kuzuia urudufu sahihi wa manii na kusababisha idadi ndogo ya manii au manii yenye ubora duni, ambayo inaweza kuathiri uwezo wa kuzaa. Zinki ni madini muhimu kwa kazi ya kinga na usanisi wa DNA. Viwango vya chini vya zinki vinaweza kuathiri viwango vya testosteroni na ubora wa manii, na hivyo kuathiri uzazi.
Vyakula vyenye zinki ni pamoja na mayai, nyama, samaki, kunde na nafaka nzima. Kujumuisha vyakula hivi katika lishe yako kunaweza kusaidia kuhakikisha unapata zinki ya kutosha. Omega-3 fatty acids husaidia katika uundaji wa seli na huchangia afya ya jumla ya viungo, mishipa ya damu na manii. Zinaweza kupatikana katika samaki wenye mafuta kama lath na mbegu za chia. Vitamini D ni muhimu kwa ovulation sahihi na upandikizaji kwa wanawake. Kwa wanaume, vitamini D inaweza kuboresha ubora wa manii na kuongeza uwezekano wa mimba. Vitamini A, antioxidant inayolinda utando wa seli kutokana na uharibifu, inapatikana kwa wingi katika matunda kama maembe. Pia inasaidia afya ya ngozi na mfumo wa uzazi. Seleniamu inahitajika kwa ajili ya utendaji wa tezi ya tezi, ambayo husaidia kusawazisha homoni muhimu kwa uzazi. Upungufu wa seleniamu unaweza kuathiri usawa wa homoni. Mlo kamili unapaswa kujumuisha makundi 5 ya chakula: nafaka, mizizi na ndizi mbichi, vyakula asili ya nyama na jamii ya mikunde, mboga, matunda na mafuta, sukari na asali. Hii inahakikisha unapata virutubisho vyote muhimu. Kwa kuboresha lishe yako na kujumuisha vyakula hivi muhimu, unaweza kuongeza uwezo wako wa kuzaa na kuboresha afya yako kwa ujumla ndani ya wiki 4 tu. Anza leo. Asante sana kwa kutazama mwongozo wetu. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu kwa vidokezo zaidi vya afya na ustawi. Tunakutakia kila la heri katika safari yako ya afya ya uzazi.